we must continuously work on reducing the cost of living. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kulisha familia yake. Tunaelewana jameni? Tumeongea mambo ya unga left, right and center. Mimi mwenyewe niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itateremusha gharama ya maisha. Na hiyo mpango watu wengine hawaelewi. Unga sio ya kwamba inapunguzwa bei ati kwa shelf. Unga inaanza kupunguzwa bei kwa kumsaidia mkulima shambani azalishe chakula ya kutosha, ndio chakula ikue kingi, ikifika pale sokoni iwe bei yake imepungua. Tunaelewana? Hata ubebe sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itapungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa? Hata kama ni kwa uganga, hata ikiwa ni kwa madawa. So mimi nataka tuelewane. Na unajua hii bei ya unga ilifika 230 kwa sababu mawazo ya hawa jamaa wanafikiria kwamba ukiweka sufuria kwa kichwa ndio bei itapungua. If you do not have a plan on how to grow more food so that you increase supply, how are you going to reduce the prices of food commodities? And that is why mimi nawashukuru wakulima wetu. Niliwaeleza ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea. Tumepunguza kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 3,500. Na mwaka ujao tutapunguza zaidi, so that in due time we will make sure that we manage the cost of living, we manage the cost of food, so that every citizen of the Republic of Kenya anaweza kulisha familia yake na chakula ipatikane kwa bei nafuu na kila Mkenya aweze kujisimamia. That is the direction we are going. Mimi nimesikia mumesema bado. Mimi nataka niwaambie hivi. Hii bei ilikuwa 230. Si ni kweli? Saa hizi ukienda kwa shelf, na mimi nataka niwaambie, endeni hapa Quickmart ama uende Naivas, utakuta iko ya shilingi 200, iko ya shilingi 180, iko ya shilingi 170, iko ya shilingi 158. Wewe ndio utaamua utanunua gani. Kama unataka kununua ya 200, ununue ya 200. Kama unataka kununua ya 158, nunua ya 158. Hiyo ni uamuzi yako. Tunaelewana? Si dunia hii ni demokrasia? Si unafanya ile unajua unataka kufanya? Na mimi nitaendelea kukaza kamba. Bado kuna millers wanatufanyia ukora, lakini mimi nitapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba every citizen has a right to access food that is quality, that is enough for their families. Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Unajua hawa jamaa, hiyo safari ya kufikisha unga 230 ilikuwa ni safari ya miaka 4. Sasa mimi nataka niwaulize, safari ya miaka 4 unaweza kukamilisha kwa wiki 2? Hata kama wewe ni malaika? So watulize boli. Maneno mimi napanga. Ama ni aje? Sijui kama tunaelewana. Kama hawa jamaa niliwapanga wakiwa na deep state na system na nini. Anyway, wacha nisilete siasa nyingine ambayo wachana na hiyo story. Sijui kama tumekubaliana wangwana wa Nairobi na wafanyikazi wenzangu. Mimi nataka niwahakikishie hivi. Sawa? Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kama taifa la Kenya, sisi tunaheshimu haki ya kila mtu. Tunaheshimu ndugu zetu wa upinzani kwa sababu wako na jukumu ya kikatiba ya kutekeleza katika upinzani. But we also know what democracy looks like. We also know what human rights are. It is nothing to do with violence. It is nothing to do with anarchy. It is nothing to do with destruction of property and destruction of livelihoods and destruction of people's businesses. That is not democracy. That is not human rights. So we must keep to the straight and narrow, all of us. Mimi nataka niwahakikishie here today ya kwamba haiwezekani, sitaruhusu
mali ya mwananchi kuharibiwa, biashara ya mwananchi kuharibika, kazi ya mwananchi kuharibika, watoto wetu ati wasiende shule, ati kwa sababu kuna watu wanataka kutulazimisha ati tugawane serikali. That one will not happen, good people. Tuelewane tu mapema, kwa sababu that is the Kenya we live in. We are a democratic country and we want the best for everybody. Respectfully, I want to ask my friends, tumekubaliana badala ya kuharibu mali ya wananchi, badala ya kuharibu biashara ya wananchi, badala ya fujo na vita, tuongee bunge. Wabunge waongee, watafute masava, watafute hiyo ingine, watafute nini kule bungeni. Lakini kwenda kuharibu biashara ya mwananchi, ati walienda Kawangware wakaharibu biashara ya wananchi. Mwananchi ameng'ang'ana, ako na biashara yake hapo, ameweka 5,000. Wewe unakuja na goons na wahuni 1,000, 2,000, wanakuja wanasambaratisha ile biashara ya ule mungwana, wanakuja wanaharibu kioski ya watu, wananyang'anya watu mali. Hiyo will not happen in Kenya, good people. Please, tuelewana mapema. So mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, serikali ya Kenya itasimamia haki ya kila Mkenya kuendesha biashara yake, kuendesha kazi yake, kusomesha watoto wake na kuendelea na kazi yake kwa njia ya utulivu na amani. That is why we have a country, that is why we have a government, and that is why our security agencies are paid to protect the lives, the property, the businesses of every citizen of the Republic of Kenya. And that is the job that I was hired for by the people of Kenya. And I will do it diligently, bila ya kusita. Sio kama tumeelewana? Wafanyikazi hoye. Siniliwaambia mapema ndio best. So mimi nataka niulize hawa viongozi wenzangu, tafadhali naomba kwa unyenyekevu, my good friends, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuwatumikie wananchi wa taifa letu la Kenya. We will all reap a reward. Kama sio hapa duniani, tutapata mshahara kule mbinguni. Asanteni sana, Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. Tumpigie rais makofi kwa hiyo hotuba yake. Na sasa tutamalizia kwa wimbo wa taifa. Kwa hivyo naomba sote mahali tulipo tuweze kusimama ili tumalize kwa ombi ambalo ni wimbo wa taifa. Wote ambao tayari tumeketi, tafadhali naomba tusimame mahali tulipo ili tuweze kumalizia kwa wimbo wa taifa.